Watu wetu wanaongeaga lugha yetu hapo. Wengi sana mpaka sehemu za Tabora, kuanzia Kigoma kwenda mpaka huko kote Ngara. Watu tunaongeaga lugha moja. Hakuna Tanzania, hakuna Burundi, ni nchi moja. Ndio maana walisema East Africa Community. Maana yake walishaona kama hizi nchi ni sawa tu. East Africa Community maana yake ziko pamoja. Wagonjwa wanahitaji tiba. Hakuna visa kuja Burundi. Wakiwa kwa hii kanda hii, wakuje tu. Watakuwa vizuri. Mwenye na matatizo ya kuumia hapa, mwenye na matatizo ya injini vile nimesema ya moteri kwa Kifaransa, moteur, anaweza kuja hapa. Hii inatibu moteri pia. Asante sana, nakumbuka kuna promise tuambie kuna mahali ambapo kuna ingine maji ambayo hatujayaona, wasema ya wakina mama. Ni maji ambayo tunahitaji kila mtu yeyote anisikilize. Kunywa kama anakauka mwili, anakuwa na mwili wenye uko na unyevu yani, unaona, alafu kila pali, alafu pia na saa ya ile maneno ya Mwenyezi Mungu alituumbiaga inakuwa mzuri. Yo my nigga, this is Teacher Prince, the MVP Prince of East Africa. Nishawambia this Buja Today TV kila siku mkimona Teacher Prince on screen na kuja na vitu vipya sana. Nishawambia kutoka Bujumbura mpaka Rumonge, nishawambia wakati ulikuwa trip naomba tuna mali fulani. Niko wapi? Niko Mashuha. Unapoona mahali ambapo kila mtu anakuja ukiwa una maradhi fulani, ukiwa una magonjwa fulani, unakuja wapi? Mashuha. Ni mahali tunakuja na msanii bonga sana, msanii mkubwa sana kutoka Burundi. Kutoka Burundi, anatoka from Kenya Nairobi mpaka Burundi, Bujumbura mpaka wapi? Mpaka Rumonge. Niliwaambia mko na Teacher Prince, lakini siku ya leo siku kubwa sana ambayo nitaeleza vitu vingi ambavyo mko hamvijui, lakini kwa siku ya leo mtavijua kupitia nani? Kupitia behind camera. Tuko na Simon Pro, kila kitu mtakipata, lakini niona kuendelea kufanya subscribe, comment, share na kulike page yetu kutoka ukurasa wa Facebook. Unaandika tu Buja Today TV, unakutana kila kitu kipo pale. Ukienda ukurasa wetu wa Instagram tuko Buja Today TV, utakutoka pale, kila kitu tuko pale. Lakini ni wako kuendelea muda mdogo tu kidogo, tuko pamoja msanii mkubwa kutoka wapi? Burundi, ambaye anafanya vizuri sana, amekuja Burundi, KIDUM Kibido, yule ambaye unamjua sana. Ni Teacher Prince, endelea na mimi, kila kitu takipewa kwa sababu uko pamoja na mtaalamu, the king your interview wapi? Burundi. Thank you so much my brothers.
Ladies and gentlemen, this is Teacher Prince, the MVP Prince of East Africa. Nilishawaambia kila siku mkiona Teacher Prince on screen, yani tunakuja na vitu vipya sana. Kwa siku leo kijaribu kuona milima, unaona kila watu ambao wanafurahia. Niko wapi? Tuko Mashuha. Niko wapi? Niko Rumonge. Mahali unakuta watu wa umri tofauti, unakuta kuna vijana, kuna wazee, wanakuja. Siku enjoy tu, kuna mambo mengi wanakuja wanayafuata hapa. Na wewe kwa siku leo kuja kuyasikia, utakuta ni kitu muhimu sana kwa katika maisha yako ambao wewe unanisikiliza kwa siku ni wapi? Si pengine, si Rwanda, si Tanzania, si Kenya, ni wapi? Tuko Burundi, tuko ardhi ya Burundi hapa, si ndio? Lakini kuna kitu cha mshangao kidogo. Wakati tunakuja hapa tunakuta wazee ambao walikuja kuenjoy na kuyafuata maji haya, wanakuambia maji haya yana umuhimu fulani. Utakuja kusikia haya maji yana umuhimu fulani. Kuna hata ushuhuda fulani utakuja kusikia, watakwambia haya maji wewe ukiyasikia hata ukiwa mbali ya nchi kidogo, ukiwa Marekani, ukiwa Ulaya, ni vizuri unachukua na ndege. Unakuja wapi? Burundi. Burundi pazuri sana. Ni maji ambayo yana umuhimu sana, wametuambia yanaponya magonjwa ya kila aina. Hadi hata corona inaponya, si ndio? Lakini hamna tatizo. Kwa sikia leo tumekuja, kuna kitu cha mshangao kimetokea. Tumekuja hapa ni mahali kuna tembelea hata wasanii, wale wasanii ambao tunasema kama wanafanya vizuri wapi Burundi. Wakati tunafika hapa tulimkuta nani? Tulikuja tukamkuta KIDUM. Alikuwa mahali hapa, alikuwa anafanya nini? KIDUM alikuwepo, alikuwa na enjoy, alikuwa ni kama alikuwa anamaliza miezi kadhaa, kama ni mwaka, alikuwa staki na coronavirus kwa Kenya, lakini kafika hapa hajapata na maradhi, lakini kwa sababu ya imaji, kwa sababu maji haya nitakwambia kila kitu utakisikia, lakini ni wewe na mimi kuendelea kunifuatilia kwenye kipindi BURUNDI EN AVANCE, na tutamfuata huko mahali alipo. Kila kitu utapewa, kama ni maelezo kuhusu haya maji, kama ni tiba yoyote utaipewa. Ni mimi na Teacher Prince. Thank you so much. Na tunaendelea na mimi. Mnaendelea kufuatilia Teacher Prince, the MVP Prince of East Africa. Huko mahali tunakwenda kumfuata huyo. Naona mtu muhimu sana. Huu ndio ule muda muhafaka. Ukijaribu kuangalia nyuma yangu tukomwona nani? Tuko na bongi, umeshamuona kule, si ndio? Niko pamoja na KIDUM Kibidoo ambao tunasema kwa anafanya vizuri Burundi. Si Burundi tu, East Africa. Ni mtu ameshajulikana kutoka Ulaya au Marekani, kila fasi yote, lakini kwa sababu anatoka Burundi. Tumekuja hapa kwenye Mashuha, tunajua kufanya kazi nzuri sana, lakini huyo mahali tunaenda huko anasema hivi, hii maji kwa inatokea wapi? Anasema hivi, anajaribu kutafuta resort, mahali ambapo maji inatoka, lakini hatujui ni wapi. Tunamfuata huko na kila maelezo yote tutayapata kifua wapi? Tukifika huko ndani, au sio? Yes sir. Lakini kujaribu kuendelea na kuangalia jinsi maji yanavyoshuka ikiwa na moto. Ukienda upande huko maji baridi, lakini ukifika maji moto yako warm, si ndio? Lakini maji kujaribu yanatoka wapi? Kama yanatoka milima, yanatoka wapi? Lakini hamna tatizo. Kuna wale wazee, kuna wale ambao wametuanzia, wazalendo wa kuanza zamani, wanajua historia ya hii maji utajua. Lakini kuna baadhi ya watu ni ambao tunasema ni wasanii ambao wanafanya vizuri Burundi, East Africa, mpaka nje ya nchi. Kujaribu kuangalia huko upande wangu wa kulia, tuko pamoja na mtu ambaye anafanya vizuri. Nani? Najua umeshamjua. KIDUM Kibidoo ambaye anafanya vizuri sana. Aje tumpate kidogo, itakuwa vizuri na siasa. Habari yako mzee? Salama sana. Aje niseme asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio hiyo. Anasema ndio hiyo. Nimefurahi sana kukutana na wewe. Ndio. Nashukuru pia. Hapo tangu jana nimefika hapa nikakuta ukiwa unaoga, nikakuta ukiwa ni kama sijui kama ni kuenjoy. Tunasema tunda beach, mahali kuna maji baridi, lakini wewe umekuja maji moto. Kumetokea nini? Hapa nimekuwa hapa mwisho miaka 4 iliyopita. Na siku hizo nilikuwa na shida ya magoti. Siku hizi nikiperform mnaona kama nina nguvu mingi sana. Nguvu napata hapa. Kivipi sasa? Sababu shida yangu ya magoti ilipona. Sasa hii palikuwa shida nyingine ya shingo. Unakumbuka majuzi niliweza kuanguka nikafenti nikiperform. Nilikuwa na shida ya shingo, naamini pia hapa imepona. Hapa unaona ule mama pale? Hebu oneshana ule mama. Ule mama pale ule anakaa. Nasikia ameletwa amepoza mwili ulikuwa umepoza. Leo anasimama peke yake na anatembea. Halafu unaona huyo mzee hapa anavaa hizo nguo za yellow hapa. Huyo Lisala, ondoka kwanza hivi. Toka hivi. Unaona huyo mzee hapo? Mwende mmoja, ako na miaka 75. Haya maji yanaongezea umri. Haya. Mambo mengi sana, hata labda niko nachunguza kama hata labda corona hata hapa inaweza ikapona.
Kwa wale ambao mnatusikiliza kwambia vipi, haya maji nakwambia noma kabisa, nakwambia yanaponya kila magonjwa ya kina aina hadi corona, umesikia? Lakini hypertension, ile shida ya hypertension, mambo ya pressure, ukikuja hapa utajua, sababu moto iko mwingi, alafu jambo la kushangaza haitoi ngozi. Na mimi ndo nawaza sasa, wakati nafika hapa kidogo, wamejaribu kusema, wananiambia teacher Prince, ingia kwanza kwa maji kidogo. Nikasikia nimeongoa, lakini nasimama kwa maji. Jinsi unavyosimama kwa maji na ndio maji, lakini hata haitoi ngoi. Sijui nahitaji ueleweshe watu ni miujiza gani, sijui kama kuna vitu fulani, sijui kama ni miujiza, sijui kama ni sijui, watu wanatusikiliza. Ni nini unaweza kuambia kuhusu haya maji? Haya maji yako na miaka 500 nadhani. Yalianzia tu akitoka kwa mlima, yakiteremka watu wakaanza kujua twende tupate kwanza joto kwa ile maji. Ikapinduka tiba. Watu wanapona sehemu za mwili zile zinaumia, watu wanapona mpaka sehemu za ndani. Shida ya ndani kwa mwili watu wanapona. Sasa ule mwenye kuna shida ya usingizi, asiende kwa pharmacy kununua madawa. Unakuja tu hapa, hii maji kikumwagikia. Usingizi ni instant. Ni mara moja, hapo kwa hapo. Sasa mimi nimelala huku. Nimelala kwa hoteli ya rafiki yangu, na ndaiwaonesha. Nimelala huku. Rafiki yangu tukikuja hapa alikuwa njoo amenunua shamba. Sitasema ni nani, lakini sasa hii kuna rooms unaweza ukalala. Kuna hoteli hapa, kulikuwa kuna hoteli. Mpaka rais hayati rais wetu mpendwa ule aliondoka katuacha, alishakuja hapa. Ye mwenyewe akashuhudia na akashuhudia na akaoga kwa haya maji. Ameshayaoga maji. Alafu kwa nini mnanisikiliza? Nikoshaambia kama ni teacher Prince, the MVP Prince of East Africa. Kwenye kipindi Burundi en Avance, kile kipindi tunaonyesha yale vile vitu vizuri kutoka kwetu Burundi. Yeah, ndio. Yule mzee umri wake umenistua sana. 75. Kuna watu tunajua akifikisha 75 hatembei. Hatembei, kweli kutembea. Ule mama pia aliletwa na wajukuu wake akiwa mwili umepoza. Sahi kutoka province ya Rutana. Sahi yako sawa. Wasichana wengi sehemu za kujiosha zimekataa kabisa kutoka vitu mbaya wanakuja hapa, hii maji inatengeneza maneno. Wanaume wenye engine haifanyi kazi, wakikuja hapa hii maji kimwagika kwa engine inafanya kazi. Sasa unasikia jameni, unataka nini? Kweli ni kama tuseme kwamba Burundi tumebarikiwa kabisa. Tukitoka hapa ndakuonyesha sasa kule kwenye nitawapeleka nyinyi kule kwenye nataka tupige picha kwenye maji ya kina mama wetu yanatokaga. Maji ya mwili ya kina mama. Wale wanasumbuka maji itatoka wapi? Sasa tutawaonesha leo hii province ya Rumonge vile imebarikiwa. Mpaka kina mama wako na suluhu lao hapa. Suluhu ya matatizo yao iko kwa hiyo maji. Nitakuonesha. Guys, mkijaribu kunisikia niseme kama kwa sikia leo teacher Prince nina bahati kubwa sana. Nimekutana na wazee ambao wanajua vitu vingi sana, lakini wewe unanisikiliza na nahitaji wakati utakuwa unasikiliza maneno, usije ukasifikiria maneno, usije ukafikiria upande wa pili. Fikiria maneno yanaongelewa, si ndio? Yes sir. Yes. Miaka 75 akiwa anatembea. Tunajua watu wa siku hizi hata kaanza wewe ndio 50 itakuwa. Yes, kidogo kama hivi kidogo anatuambia, yes, kuna ushuhuda fulani, kushuhuda mzuri sana, nakwambia mzee ana miaka 75 lakini mpaka leo iko ndi ametulia. Hapo unaona kama wale ni kama wazee, wale vijana sisi ni kama wazee. Mimi naonekana kama mzee kwake, lakini anasema yeye bado naona ana nguvu, anatumbia. Habari yako mzee wangu? Habari ni mzuri. Uko sawa? Niko sawa. Mbona na moshi unatoka maji hujaungua? Siwezi kuungua. Ndio, kwa wale wanatusikiliza unajulikana kwa jina la nani? Mimi jina langu naitwa Ndikumana. Ndikumana tu, hakuna lingine? Lingine ni Nari, Ndikumana usiye. Ndio mzee Ndikumana, kwa nikijaribu kuona hapa unasema una umri wa miaka mingapi? Mimi karibu miaka 70. Karibu miaka 70, lakini bado naona ni kama kijana tu. Kwani haya maji yanatusaidiaga. Kwa maana haya maji yanatusaidiana kutokana na vile sisi hatufanyage masiporo. Hatuwezi kukimbia ama kucheza yani kama mipira, lakini kwa kuwa hatuna nguvu za kukimbia, tuna uwezo wa kuingia hapa majini, maji yanatusaidia. Ukiingia kwenye maji haya yanakusaidia? Yanajisaidia sana. Acha tuseme yanaongeza umri kama hivi kizungu. Kutokana na vile haya magonjwa ya hovyo hawezi kutushika.
Ukisema magonjwa ovyo kama rheumatism, asthma, diabetes, manini? Diabetes haya magonjwa hawezi kudusika. Yaani wewe hauna ugonjwa hata wote? Ugonjwa ninao, sio kusema kama sina ugonjwa, lakini haya magonjwa kusema kama ya kuleta kama ulema. Haya maji yananisaidia sana. Mzee, ni miaka ngapi unatumia ya maji na kuenjoy? Miaka mingi, kwa maana mimi nimezaliwa hapa Mugara. Yaani niseme kama hiyo miaka yote 70 huko unatumia maji haya? Napenda sana kuyatumia. Ndio maana unaona kama hata umefanana vizuri kama yani ni kama una fresh air. Nafanya vizuri kutokana na haya maji yananisaidia sana. Ni kitu gani unaweza ukatakia wengine ambao hawajafika hapa? Naweza nikawaambia wafanye mbinu, wafanye muhimu sana, kama wanaweza kupata namna kufika, wafika waone haya maji yanaweza kuwasaidia, kwa maana wengi tunaona hapa wanadukutakuta hapa yanawasaidia, ingawa wengi hawaponi, lakini wengi kadhalika wanapona. Ndio kabisa, tunajaribu tunawapashia habari kabisa kutoka Mashuha, lakini sasa kuna miujiza fulani ambao mimi nasema ni kama miujiza kwangu na wewe ambao unanisikiliza. Jaribu kuangalia nyuma yangu, unaona kwamba kuna maji yanashuka kule, unaona? Yaani maji ni moto sana. Ni moto ambayo ile tiba niliwaambia. Yanatoka ni moto na ukijaribu kuona huko ni maji moto yanatoka. Lakini sasa kitu ambacho kinashangaza sana, cha mshangao sana. Kati ya maji unaona huko, kati ya maji hapa, kati ya mlima, yote yanatoka mlima mmoja. Kati ya mlima kuna wengine maji yanatoka katikati. Kuna shuka maji ya baridi. Maji baridi, unaona kule ndani kunatoka maji baridi. Unasikia? Huku maji moto, lakini kati kunatoka maji baridi. Yaani ukitumia maji moto ukitoka kule ndani unasema hivi, nahitaji kama sijui kama kujirelax, unaingia kwa maji baridi. Yote yanatoka mlima mmoja tu. Si ndio? Hiyo yote ni miujiza sana. Ni miujiza ambayo kutoka wapi? Burundi. Na ndio maana tunasema hivi, Mungu atubariki. Jinsi tunaendelea, unaona watu huku kote wanajaribu kufanya nini? Wanajaribu kutafuta tiba kutoka hii maji, si ndio? Ukiangalia huku kuna watu ambao wanafanya nini? Wanasaidia na maji. Hii maji ya maji baridi. Hii maji hapa. Maji hapa baridi. Si ndio? Hii maji baridi, lakini yote yanatoka wapi? Mlima mmoja. Sijui kameraman angejaribu atuoneshe huko. Jaribu waoneshe watu. Hii maji baridi kutoka mlima mmoja tu. Moto hapa, moto pia. Na hii ni moto pande hii. Na hii moja mnaona hapa ni moto tu. Unaona tofauti. Lakini yote maji yote yanatoka wapi? Mlima mmoja. Lakini mzee, kuna kitu ambacho nilikuwa nataka nikuulize. Kama wewe mambo umefika hapa, najua kuna maswali mengi watu watakuuliza, lakini hata mimi kama teacher Prince niweze kuuliza maswali kadhaa kama tu fulani. Kule kuna maji moto, huko kuna maji moto, lakini kati kuna maji baridi. Katikati maji baridi. Hii fenomeno tuite kivipi? Mimi hapa niko nafanya utafiti nijue kwa nini mambo yako hivi. Pale ni moto, hapa ni moto sana, alafu katikati maji baridi. Wazungu wakifika hapa ni watu ambao wanafanya utafiti sana. Hivi ni kwa miaka 500 umetuongelea, umetuambia pale. Lakini mpaka leo hakuna mtu yote ameshakuja kufanya utafiti aseme maji haipungui. Niliambiwa moto wake ni huyo. Kama ushawahi kuchomwa na hii maji, utajua tu ukiingia kama hakuna siku ya moto zaidi na hakuna siku ya imepungua. Imekuaga hivi, na ama hii badiliki ati sasa ianze kuwa moto. Hapana, imekuwa hivi. Moto katikati baridi. Sasa ni jambo la kushangaza. Alafu hapo nyuma nimeona kisima kingine, maji tamu sana ya kunywa hapo nyuma. Kweli. So yanatoka kwa mlima umoja. Sasa tuko na vitu tatu. Maji moto, maji baridi, maji moto. Alafu kisima cha maji ya kunywa. Kisima cha maji ya kunywa. Tukisikia kisima tunasema ni kisima, ni watu wamechimba chimbo. Chimbo ni kwa wanachotea maji, lakini Mungu peke yake hawajui yanatoka wapi. Ni kwa mlima hiyo. Walikuta tu kisima kipo hapo, hakuna mtu kachimba. Sijui kama tutasema hivyo, lakini maji yanatokelezea, alafu wanachukua na kunywa. Kwenye anazidi kumwagika yakajaa kama kisima. Wale wanatusikiliza, asiwa tusije tukaongelea uongo. Anaanza katubeba huko achukue maji anywe tuone. Itakuwa vizuri tu, si ndio? Afu na wewe unanifuatilia. Moto nilikunywa. Umekunywa? Afu kinywa maji ukianywa ni tiba tena. Hebu tazama watu wanakuja na nje kumejaa, watu wanataka kufunguliwa waingie. Na imekuwa hivyo, watoto kuzaliwa wanapata ni hivyo, kwenda na kurudi. Mimi nimekuwa hapa miaka 4 iliyopita, 2016. Nimejirudisha leo tena.
niliona nimefika hapa nyumbani nikasema lazima niende kule. Ndio kama Murundi naweza sema ambaye anafurahia kuwa Murundi from East Africa, tuko East Africa. Neno kitu ambacho unaweza kuongea kama the legend, kama mtu ambaye mtu mzima ambaye tunamheshimika kwa wale ambao wanasikiliza. Kwa diaspora, usikuje Burundi ukose kufika hapa. Utakuja kujuta siku moja. Kwa nini? Kulikuwa vitu kama hizi lakini haujawahi kuzienjoy. Usitoke Ulaya, usitoke South Africa, utoke Dubai, alafu ukose kuja hapa. Utakuwa unajinyima nafasi ya kuwa na afya mzuri hapa tu. Tumesikia kuja hapa na hela wanatoa hela ndogo sana. Kuna hela tu ya kusaidia community hapa. Tunalipa pale kwa mlango. Ni ndogo sana. Kulingana na afya mtu. Ni ndogo kabisa, ni ndogo sana. Ndio. Lakini sasa baada na imaji ambayo wametuonyesha kama wanasema kwa ni tiba. Lakini kwa wale watu wanahitaji kukaa, wametuonyesha kuna mama wametuonyesha kama ni kama wiki 3, mwezi mmoja, miezi miwili kwa hapa. Vipi kuhusu mwili? Ndio. Tangaza ule mama. Na siye peke yake, hata pale kwa kibao kunaandikwa kama una shida ya kupoza mwili, unakuja hapa. Kama una shida sijui ya maumivu sehemu fulani za mwili, unakuja hapa. Utatoka hapa uko salama. Vipi kulala wa wale ambao tumesema ninaambia diaspora wanasema nahitaji usingizi nipumzike kidogo na kuja na maji. Kuja tu hapa, haya maji yanaleta usingizi. Wale ambao wanakunywa Filargana kwa zile madawa za kuleta usingizi, maji yanaleta usingizi. Ndio. Yes. Lakini sasa kitu ambacho nilikuwa nasema, nilikuwa naambia na watu ambao wananisikiliza, naambia kwamba ni kile kipindi ambacho tulikuwa tunawaletea ni Burundi en Avance, mahali ambapo tunaonyesha kuna sehemu ambazo watu wanahitaji kujua ambaye wakija huko wanapata tiba. Lakini kitu fulani ambacho nilikuwa nasema kama wewe tumesema diaspora, ni kitu ambacho ni kitu gani unaona kinaweza kufanyika ili fasi hiyo paweze kuwa developed? Kwanza mimi nikikuja kulikuwa nikukuja tu hapa, umeweka gari yako pale, ukimaliza unaondoka. Lakini sasa hata ukikuja usiku, watu jana tuliona wanatoka hapa saa 7 usiku wakirudi Bujumbura. Kuna hoteli hata unaweza kulala. Na hoteli inazidi kuendelea. Yaani kuna maendeleo yako wanakuja hapa. Tukisema watu kutoka saa 7 yani ni hata wanasikia watai kulala, wanaendesha gari. Usalama ni sawa kabisa mpaka. Usalama ni sawa. Na wale wanasikia wanakuambia wale saa 7 ya usiku. Wale wanaongea wanasema Burundi hakuna security. Hiyo sitaiongelea sana sababu kuna siasa ndani. Ndiyo nasema, lakini kwa wale ambao umewaona kutoka saa 7 wanaenda, yani kuna usalama. Mtu anasema sehemu hakuna usalama. Anatakaga asikilizwe, ajieleze kwa nini hakuna usalama. Labda kuna kitu yeye anasema kinamsababisha ya afili hakuna usalama. Lakini kama kuna wengi wanasema kuna usalama, watu wanatembea usiku, pia wao wana sababu zao za kusema kwa nini kuna usalama. Na mimi nasema kuko salama. Lakini sasa nikirudi nyuma mzee wangu kidogo, kuna sijui kama kuna maneno na nimekuja ninasikia eti na KIDUM anataka kuinvest. Kuna mahali anataka kununua sijui eti kama hotel sijui. Hiyo ni kweli? Unajua mimi sisemagi vitu kama hizo. Mimi hutawahi kujua mambo kama hayo kunihusu. Nimesikia wamesema kuna mtu nimemsikia anataka kuinvest hapa kwa Mashuha. Na ni vizuri sana. Burundi ni kitu mzuri. Asante. Lakini sisemagi vitu kama hizo. Mtu sana kwa anafurahia kuinvest kwao. Lakini nikisikia leo KIDUM ametia kama kitu kwa pale. Kwa wale wa Burundi wenyewe sitakai kusema vitu kama hizo. Naonaga ni kama zinakaa ni kama kujisifu sana. Mimi acha tu nijisifu kwa kuimba. Mengine sitakai kusema. Kweli. Anakuambia hivi hata kama ninahitaji kuinvest, lakini nakuonesha investment ya rafiki yangu alifanya hoteli ya mzuri sana hapa na nimelala vizuri. Hata mpaka pale shetani akasikia wivu. Ndio nasema hivi nitakuonesha mwenzangu amekainvest, lakini mimi kusema mambo nimeinvest hamna. Labda kama kuna mambo mengine amemleta huku, kama ametoa mikwanja huko, amenunua viwanja, anataka kuinvest. Anasema hivi mikono yote atatuonyesha, si ndio amesema. Twende kwa hoteli rafiki yangu niwaoneshe. Hoteli nzuri sana. Lakini kidogo hatujaondoka. Mimi wakati nakuja hapa niko na vatrafa. Na wewe ukakuta umetoa trafa. Kuna relationship hizo kati wewe na company ya Trofani. Acha nikwambie. Hii t-shirt inakaa vizuri. Na imefanywa na mwenzangu Murundi kama mimi, anafanana kama mimi. Fanya na Murundi? Mimi wanilipa nimevaa tu. Haupendezi? Unapendeza? Kweli. Hata kuliko nguo zako. Sasa
lazima tusapotiane, lazima tusapoti mtu wetu. Unasikia? Kweli. Na Warundi mjifunze kusapoti watu wenu. Na waweze kuvaa nani, waweze kuvaa nani ya hii brand trophy. Angalia tu support vitu zenu na watu wenu. Asante sana, nilikwambia ni Teacher Prince, the MVP Prince of East Africa. Tuliwaambia kama Mashuha ni mahali pazuri sana. Pazuri sana, panaponya, lakini tunataka kuna chemba ukitaji kufanya usingizi, kulala, kuna usingizi mzuri sana. Twende huko, kila kitu. Yes. Wowe uri kurangurikira na chancana muri kino kiganiro cyacu BURUNDI EN AVANCE tugere ugeze kuraba turacari ku Mashuha nako tuvuyere mu mazi tukureka ahantu ushobora kwicara ukaryoherwa na heza cyane gose. Turi kumwe na cameraman aradugenga ruguru aje kureka ingene hariko haraba investment idasanzwe na chancane muri commune ya Rumonge mu ntara Rumonge na heza cyane gose urabona ko ushobora kwicara ushobora ukicara ugatuza. Yes, na heza cyane gusivya. Ulikuwa unatuambia kama unakuja kutuonesha na yule mtu ambaye ka-invest akafanya vitu vizuri kama hivi, na nadhani ndio huyo. Ndio huyo kabisa. Yes, habari yako mzee wangu? Habari ni nzuri kabisa. Uko sawa? Niko sawa. Acha niseme nikupongeze sana na hongera sana kwa vitu kama hivi mmefanya Burundi kwetu. Asante sana kwa nipongeza, lakini naona ningali na kazi mingi. Mungu angalia nasaidia, lakini naona mambo sio mabaya. Yeah. Wakati ukikuja hapa asubuhi, jioni unakuta watu wanakupongeza wakisema mimi mwezi mmoja nilikuwa hapa, nilikuwa na magonjwa fulani, maradhi fulani, lakini kwa sasa nimeshapona. Wewe unajisikia vipi, unajisikiaje? Mimi najisikia vizuri sana. Kwa juu mimi siko mtu kutoka mbali, mimi nimezalikiwa hapa. Maana yake haya maji tunajua sana. Yalishasaidia watu wengi. Kuna watu wanakuja na maradhi, wanakuja wamenyanyuliwa, lakini akifika kwa haya maji wanatoka huko vizuri sana. Na kuna ushuhuda wa watu ambao washapona. Ushuhuda ni mwingi. Ndio maana nimekuambia kwa kazi nimefanya hapa ya kujenga hii sehemu. Nimekuambia niko mzalikiwa hapa. Zamani tulikuwa tunaona hapa ilikuwa sehemu ya migazi. Apita naonesha pale. Ilikuwa sehemu fasi yote ilikuwa ni pori. Ilikuwa ni pori, sehemu ilikuwa ni pori. Hata kipindi mimi nimejiwaza kununua hapa kusema nijenge, maana yake nilikuwa najiwaza kwa kweli hapa nitaweza kweli. Lakini kwa uwezo wa Mungu nikaweza kusema nifanye. Cha kwanza ikafanya lumbiri, watu wakawa sasa wanaanza kulala kweli. Kwa juu nilikuwa naona watu wanahangaika, mtu kutoka Tanzania, Rwanda wanafuata ya maji, wanakuta hakuna hoteli. Watu wanatoka Tanzania mpaka Rwanda wanakuja Burundi, wanafuata maji tu. Maji walikuwa nakuja. Wanakosa sehemu ya kulala. Kweli majani tiba. Maji ni tiba sana. Kisha mimi ndio nikafanya wazo la kusema mimi niko mzaliwa hapa na kama mtu mwenye anapenda nchi. Nikawaza kusema nijenge sehemu watu wakija wapate sehemu ya kulala, wapate chakula, pia wapate kinywaji. Na muziki pia. Na muziki pia, kila kitu kipo. Hapa na shukuru Mungu kwa juu nilishamaliza, kuna rumu hapa sasa hivi 10. Mtu akija wanalala, wanapata sehemu ya kulala, wanapata chakula, wanakoga maji. Kuna watu wanafanya hata miezi miwili hapa. Wanakuja wamewanyanyua vilema. Wakirudi wanarudi wanatembea. Yaani tuseme wale watu wanapelekwa kwa makanisa, wataponywa. Tuache yale makanisa waje hapa kwenye maji. Haya maji hatuwezi kusema eti wataacha kanisa. Kanisa yenyewe ina kitu inasaidia. Yeah. Haya maji na yenyewe yako na kitu kikubwa sana yanasaidia. Kama wale watu wanakuwa na maumivu mwili wote. We mwenyewe ulikoga umesikia gisi ya maji. Nimesikia vizuri. Umesikia gisi ya maji yako. Kweli. Haya maji maana yake gisi Mungu. Kuna watu wengi wanakuja hapa wanaanza kujiwaza mambo mengi. Eti haya maji mbona yako moto sana? Yako vipi? Yameonekana kivipi? Mimi nikawaangalia maka wengi wanasema haya ni volcano eti nini, kuna siku vitalipuka. Niliwaambia nyinyi hamjajua Mungu. Mungu gisa aliumba watu, akaumba vidudu, akaumba majiwe, ndio gisa aliumba maji ya moto na maji ya baridi. Hiyo ni kazi ya Mungu. Nikamwambia muachie Mungu, hiyo ni kazi ya Mungu. Na Mungu akapenda katuwekea hapa kwetu Mugara. Akapenda haya maji uone sehemu zote, hata maji ya moto yako sio mazuri kama hapa. Kweli nikijaribu kusikiliza maneno mzee wangu anaongea hapa ambaye ameinvest hapa ni kitu kizuri sana. Na nimeshasikia unawachukua watu wengi, hata wasanii, kuna kuja watu wa haina za juu ambao wanatoka serikali wanakuja kuenjoy na wanakuja kutafuta tiba.
leo tumefika hapa, tumemkuta kuna KIDUM iko hapa ambaye ndiye mwenyewe katuonyesha wewe ambaye umeinvest hapa. Ni kama unajisikia kwa pamoja na rafiki yako, unasema kwa sababu ni kalala hapa kakuja kutafuta tiba 2016 alikuwa hapa. Ni furaha yako, jaribu kuonyesha furaha yako basi. Furaha yangu ni kubwa sana. KIDUM ni ndugu yangu, ni kama tuko wamoja. Tuko wamoja. Nafurahi sana. Cha kwanza sio mara kwanza nakuja hapa. Kila siku akitoka Kenya, sasa hivi ametoka Kenya, ameleta na Wakenya hapa, wamekoga maji na wakalala hapa. Na hii sehemu gisu kuna niuliza, sio kusema mara kwanza hapa, na rais alishakuja hapa. Na hivi na wengine tulishapokea watu wengi wa viongozi wengi wanakuja kwa haya maji. Yani walishasikia haya maji yanafanyaje. KIDUM mwenyewe unajua kazi zake za kuimba, alikuwa ananiambia na siku ana tatizo kwa miguu. Alilala limoja tu akakoga, asubuhi ameniambia bwana, vile vitu vyote vimeisha. Nasikia sasa hivi niko sawa. Hiyo kweli? Yeye mwenyewe alishuhudia, kaongea akaniambia bwana, sasa hivi niko sawa. Eti kaongea ya maneno naongea ni kweli? Mimi nilikuwa na tatizo la goti zote mbili. Hata sikuwa nafanya concert kama sipiti kanisa kuombewa. 2016 nilikuja hapa. Nakumbuka show ya 2015 tulifanya Koroga Festival ya kwanza. Niliweza kupambanishwa na msanii kutoka Tanzania. Nilikuwa na tatizo la magoti. Nilipita kanisani, nakumbuka hiyo siku. Nikaenda nikaombewa. 2016 nilirudi tena hapa, ile shida ya magoti kaisha kabisa. 2017 nikakutanisha na msanii tena kutoka Bongo. Tukapambana sasa sawa. Ukiwa mguu ndani na kuzoea, ni mtu ambaye unapenda kuruka sana, lakini free sana. Sisi hatuisemagi tu hadharani. Hatuisemagi hadharani. Hakuna Tanzania, hakuna Burundi. Tunakuwa watu wamoja. Asante. Anasema kila kitu sote, kila kitu tunakifanya tukuwa wamoja, na ndio sababu tunasema hivi, tunawaambia Watanzania karibu kwetu Burundi, Warundi Wanyarwanda karibu kwetu Burundi, kwa sote tuko wamoja, wa Kenya, wa ikufote from Uganda. Tanzania kuna watu wetu wanaongea lugha yetu hapo wengi sana, mpaka sehemu za Tabora, kuanzia Kigoma kwenda mpaka huko kote Ngara, watu tunaongea lugha moja. Hakuna Tanzania, hakuna Burundi, ni nchi moja. Ndio maana walisema East Africa Community. Maana yake walishaona kama hizi nchi ni sawa tu. East Africa Community maana yake ziko pamoja. Wagonjwa wanahitaji tiba. Hakuna visa kuja Burundi. Wakiwa kwa hii kanda hii, wakuje tu. Watakuwa vizuri. Mwenye na matatizo ya kuumia hapa, mwenye na matatizo ya injini, vile nimesema ya moteri kwa Kifaransa, moteur, anaweza kuja hapa. Hii inatibu moteri pia. Asante sana. Nakumbuka kuna promise tuambia kuna mahali ambapo kuna ingine maji ambayo hatujayaona, wasema ya wakina mama. Ni maji ambayo tunahitaji kila mtu yeyote anisikilize. Kunywa kama anakauka mwili, anakuwa na mwili wenye uko na unyevu yani, unaona, alafu kila pali, alafu pia na saa ya ile maneno ya Mwenyezi Mungu alituumbiaga inakuwa mzuri. Maana yake ndio inamaanisha kabisa.